Ah, baada ya mimi kutoka huko sikuweza tena kuwekeza akili hiyo, kwa sababu focus kubwa mimi kipindi mimi naenda school nilitoka kipindi hicho tulikuwa dancers, nilikuwa na crew yangu. Lakini baada ya kufika kule kidogo mawazo yakabadilika tena. Niliporudi huku sikuwa dancers tena, nikaanza muziki rasmi kuimba 2018. No, 2019. Nilikuwa nikienda studio na rekodi, nikitoka kule nachukua vijana, tunachukua mtu mwenye simu kubwa, tunashutia simu. Baada ya hapo naanza kuedit. Mwaka kipindi natoka kule nilinunua na vifaa kama laptop, computer. Kwa vifaa baadhi nilikuwa navyo. Na kama unavyojua sasa maisha ya vijana sikuwa na focus na kitu chochote. Nikajikuta akili nyingi nimeweka kwenye muziki. Muziki ukaenda kama unavyojua muziki bila maana hauendeshi. Mambo tena yakaniwia ugumu. Ikabidi tena nipige chini swala la muziki. Nimekaa. Mambo tena yakazidi kuwa magumu. Ikabidi tena nirudi school. Unaona? Nilienda mpaka Zanzibar tena, nikafika nikakata kozi fupi. Sasa nilienda rasmi sasa kwa masuala ya production. Nikakata kozi fupi miezi 6. Kwa kuwa tayari nilikuwa nimeshapata uzoefu, nikajifunza. Baada ya kujifunza ndio nikarudi sasa kuja kuwekeza rasmi kwenye swala la production. Safari yangu tuseme ndio ilianzia hapo. Hadi leo unaniona naitwa Director Chibu, lakini kianzilishi kikubwa cha Director Chibu ni Director Joe kutoka Argentina. Ndio kianzilishi kikubwa. Mimi jambo lile ambalo lishe kuniumiza ni jambo moja ambalo yani hadi leo mimi nadhani nilifanya kazi na watu, ni kundi ambalo mimi nililibeba kwamba tufike mahara basi kutokana na kazi zetu basi tujipambanie angalau tufike mahara. Lakini baada ya hapo kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, watu wale yani walibadilika tu, wakawa watu wa kunifikiria vibaya. Yani kafika hadi team manager ambayo ilikuwa inasimamia crew ile, ikawa yani hatuelewani. Mkikutana hata salamu ikawa kama mtafaruko fulani. Lakini nikaona so case, kibidi nijikatae na maisha mengine yakaendelea. Lakini kitu kama hicho huwa kinaniumiza sana moyo wangu hata nikikumbuka, kwa sababu ni watu ambao niliwekea akili nyingi sana kwamba watu hawa tu move tufike sehemu fulani. Ni hivyo. Mimi cha kuongezea tu hapo, wewe kama kijana, kama unajitafuta, kitu cha msingi kabisa unatakiwa usikate tamaa, kwa sababu ukikata tu tamaa kuna watu nyuma yako watakutumia wewe. Hivyo nami nakushauri usikubali kutumika. Pambana kadiri ya uwezo wako. Mwenyezi Mungu huwa hashindi kugawa kwa mtu anayepambana kwa ajili ya kitu fulani.